Kwenye maisha yako jitahidi sana, pambana sana, jiepushe usidaiwe vitu hivi vitatu. Yaani vitu hivi vitatu vinaweza kukuharibia kabisa maisha yako. Kitu cha kwanza kabisa ambacho unatakiwa uepukane nacho, Mungu akusaidie ujiepushe nacho, usidaiwe, ni kudaiwa damu ya mtu. Jitahidi sana, pambana sana kwenye maisha yako, usidaiwe damu ya mtu. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 10, Biblia inasema, akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Huyu ni Kaini. Kaini amemwaga damu ya ndugu yake, na damu ya ndugu yake inalia kutoka kwenye ardhi. Kuna tofauti kati ya damu ya Yesu na damu ya mtu. Damu ya Yesu inaposikika, damu ya Yesu inapotoa sauti popote, huwa inanena mema. Ndio maana huwa tunaimba damu ya Yesu inanena mema. Lakini damu ya mtu popote inaposikika, huwa inadai kisasi. Kaini amemwaga damu ya ndugu yake, na damu hiyo inamlilia, na damu hiyo inayomlilia Kaini inamharibia maisha, inamwachia laana Kaini, inamwachia mikosi Kaini. Mungu anamwambia, kwa sababu umemwaga damu ya ndugu yako, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Utailima na haitakupa matokeo, utailima na haitakupa matunda, utailima na haitakupa mazao. Kwa nini? Kwa sababu Kaini amemwaga damu ya ndugu yake, na damu ya ndugu yake inamharibia maisha. Kwa katika vitu ambavyo vinaweza kukuharibia maisha ni damu ya mtu. Kwa pambana sana kwenye maisha yako, usije ukathubutu kumwaga damu ya mtu. Nataka nikushauri kijana, hata kama ukapita mahali unakuta mwizi anapigwa, watu wanaua mwizi, usithubutu wala usihusike. Usije ukanyosha mkono wako na wewe kuhusika kumwaga damu ya mtu. Maana damu ya mtu yeyote, awe na hatia au hana hatia, ukiimwaga itakulilia na itakuharibia maisha. Ndio maana kwenye kile kitabu cha Misali sura ya 1 mstari wa 10, mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali, wakisema haya, njoo pamoja nasi tuvizie, ili kumwaga damu, tumwotee asiye na hatia bila sababu. Maana yake wewe usikubali. Kwa nini Sulemani anaambiwa maneno haya? Ni kwa sababu kuna hatia kubwa, kuna madhara makubwa mtu anapomwaga damu ya mtu. Damu imewaharibia watu wengi sana maisha. Ndio maana hata Daudi ndio mtu ambaye alichaguliwa ili alijenge hekalu la Bwana, lakini Mungu anamzuia Daudi kujenga hekalu. Anamwambia Daudi, hautalijenga hekalu, mwanao atalijenga hekalu, kwa sababu mikono yako imejaa damu. Mikono ya Daudi ilijaa damu. Daudi alikuwa ni mtu wa vita sana, kwa mikono yake ilijaa damu. Na miongoni mwa damu ambazo zilionekana kwenye mikono ya Daudi ni damu ya Uria, askari wake, ambaye alimpeleka vitani auawe ili yeye amchukue mke wake. Kwa hiyo damu ya mtu ikionekana kwenye mikono yako, inaweza kukuzuilia kufanya baadhi ya vitu fulani, inaweza kukuzuilia kufika baadhi ya maeneo. Ni kweli inawezekana una malengo makubwa, ni kweli inawezekana una mipango mikubwa, una ndoto na maono, lakini ikionekana damu katika mikono yako, inaweza kukuzuilia kufika au kutimiza malengo yako. Na ndio maana ukiwafuatilia watu wengi ambao wamemwaga damu ili wafanikiwe, kuna watu wamemwaga damu za ndugu zao ili wapate mali, kuna watu wamemwaga damu za watoto wao ili wapate mali, na wengine wamemwaga damu za wazazi wao ili wapate mali, na wengine wamemwaga damu za watu ili wakae kwenye vyeo, ili wapate vyeo. Ukiwafuatilia watu hawa waliomwaga damu za watu ili wafanikiwe, ni kweli walifanikiwa, lakini hawakupata amani kwenye mafanikio yao. Ni kweli walifanikiwa, lakini mafanikio yao hayakuwapa amani. Kila walipokuwa wanazitazama mali zao, walikuwa wanaziona damu za ndugu zao ambazo walizimwaga. Na wengine kila wanapoendesha magari, wanazikumbuka damu za watoto wao ambazo walizimwaga. Kwa hiyo hawasikii raha, hawasikii amani. Ni kweli wamefanikiwa, lakini hawasikii raha, hawasikii amani. Kila wakikumbuka damu walizozimwaga, hawasikii raha, wanasikia hukumu kwenye mioyo yao na uchungu.
itawashika. Kwa hiyo katika vitu ambavyo unatakiwa ujiepushe nazo sana ni kumwaga damu ya mtu. Damu ya mtu ikikulilia itakuachia madhara. Sasa leo tumejifunza kitu cha kwanza ambacho kinaweza kukuharibia kabisa maisha. Tumeona damu. Kuna vitu viwili ambavyo hatujaviangalia bado, tutajifunza kwenye video itakayofuata. Karibu katika video yetu ya pili ambayo itazungumzia kitu kingine. Lakini kabla tujaenda kwenye video yetu ya pili, unaweza ukaandika kitu hapo kwamba wewe unadhani, katika mtazamo wako, unadhani ni kitu gani kingine ambacho kikionekana kwenye maisha ya mtu kinaweza kumharibia maisha. Je, ni nini? Andika hapo ili tujifunze kwa pamoja.